Hamida. Abe. Nimekuita hapa kwa jambo la muhimu la msingi na bashasha binti yangu. Saizi ushakuwa mtu mzima. Ndio. Vyema uwe na mwenza. Huyo mwenza siku chache zijazo atakuja kuonekana. Sawa. Naomba kufurahi sana. Haina ina shida. Hamida, ni muda kuheshimishwa mimi saizi babako. Maana kuna mabinti wengi sana mtaani kwetu hapa. Wana watoto wakiwa wapo kwao kwa wazazi wao. Kwa na kuomba utuze heshima yangu unapokwenda kwa mume wako. Ni jambo la heri mwanangu. Sawa mama, haina shida. Oa mzee wa kazi. Nakuaje? Niambie. Karidi. Oa. Unajua hapa kijijini kuna watu waita mbwai mwanangu. Afu na mdomo. Si unajua ile mtu tunashika pisi mwanangu tarehe 18 atakuja na kuchungulia umbea mwingi. Oa nani huyo mwanangu? Oa si unajua dogo nani tumemfundisha huni si wenyewe dogo pini na umbea. Udogo kaanza kuzingua tena. Ndio huyo mwanangu. Oa. Mwanangu mimi nilikuwa naingia na mazi ndani. Umeona? Dakika 18 Mungu takuja kanachungulia dogo. Sijui ana ugonjwa gani, sijui anautaja. Umeona? Nikamwambia dogo ndoka na analazimisha mwanangu. Mimi nimwache yule demu. Nashukuru kwa kunielewa binti yangu. Kaendelea shughuli zako. Najikona. Sawa. Safi. Ni jambo la kumshukuru Mungu mume wangu. Tutapata mume. Na kaishi kazi maisha mapya. Sawa, nachoomba tu atatulie tu kwa mambo yake. Maisha mengine yaendelee. Unaanza kuongea kwenti mke wangu. Unapendaga. Hamida. Atatulie kama sisi tulivyozoea. Tuna miaka mingapi mpaka tulivyozae mpaka alipokuwa ilipofikia vile. Nikamwambia dogo, angalia sehemu unazopita. Akaondoka, sasa akanichefua. Umeona? Ndani ya dakika 18 mwanangu silikamkuta lodi. Alafu kamkaba mzee mwanangu. Nikamwambia tulia. Kaingia kwenye roho ya shetani. Umeona? Mimi nikamvuta. Nikampiga bicho kwanza. Oa nimemfokoa mwanangu, nimemfokoa dogo analia. Nimemzibua, ndio kama jalazwa. Babake nini? Sikiliza mwanangu. Yaani hapo ndo unanipangilia misondo na inaingia kichwani. Yaani niko naona tantalila tu sijui nini. Yule kinega ndo umemkanda. Oa kisawa sawa mwanangu. Oa mimi nakuangusha katika hilo. Oa hebu nipangilie sasa. Hiyo misondo uliomfokola iko wapi? Oa sema dakika za mwisho mwanangu ile mazingira nilivomfokoa tu pale nikanyosha nayo mageto. Na mimi naye akatulia kama sisi wazazi wake. Ndio maana sikubahatisha kupata mwanamke kama wewe. Nataka mwanamke kama wewe. Naye umeanza usani. Sasa mke wangu siku chache zijazo kuna ugeni utaingia hapa. Sasa basi niko naomba ukae na binti yako. Mwambie ongea naye. Kama ana mtu mwingine, ana mtu wake mwingine, mwambie babake huyo anajua. Yaani mimi sijui. Sawa. Sitaki nifezeshe. Narudia. Sitaki kufezeshwa kijijini kwetu. Sawa? Sawa, lakini ulikaa chini ukajifikiria mwanangu. Jifikirie nini? Kwa nimeatua mageto. Umeona? Ila semejua nini? Wewe jioni kama vipi ukitii pale ameanza kukutoa si unajua sisi tunaishi kama family. Oa mwanangu. Sisi wauni waga tucheki na mtu yote siku zote. Oa sheria lula ndugu yangu. Sio msumeno, sheria lula. Au sio? 26 namba. Msiba mashoga unaga matanga. Oa. Oa sasa nani msuba kwa wapi mwanangu? Oa mwenyewe hapo unaona mpaka nilipita hapo mwanangu. Nimetoka kwa Joni huko umeone, nimekuta mazingira empty hapa naingia mageto pale kwa sister nikamcheki kwanza umeone. Nikaona mazingira sizo ya. Naenda kwa mwana kule, nikaangalia 1 2 3 naweza nikapata. Inabidi mtu usichague moyo wako na kupenda. Unaongea nini wewe? Hivi unachongea unachongea? Samahani basi. Ndio kumekucha vizuri. Unanijua. Mimi ndo baba mwenye nyumba hii. Na huyu Hamida ndo binti yangu mimi. Na mimi ndo napanga, naenda kupangua.
Usamehe. Nitakaa naye chini basi nitaongea naye. Nadhani atanielewa. Wewe unataka wapi wanaume wako ambao hawaeleweki wana mbele hata nyuma? Nimemchagua mwanamume ambaye atakaye kaa binti yangu hatapata shida. Sawa mwanangu, mimi nimekuelewa. Nitakaa naye nazungumza naye, nadhani atanielewa mimi mama yake. Tunaanza kuongea point. Wafanya chapu mwangu, sikiza. Chukua ya buku. Mimi nitakugea jex yako. Sema nitaangalia mwanangu. Au si? Sheria namba. Baridi mwanangu, nakubali inspector. Oya kikofia. Mwanangu, raundia tucheki na mtu. Nakubali. Atita. Au sio? Sheria mwanangu. Dogo nimemfunza juzi tu afu dakika mwisho ka sniper ile hatari. Sema baridi tutaishi naye. Udogo nitaishi naye miaka buku. Mjomba. Niambie mjomba. Samahani bwana kwa usumbufu. Unajua ulikuwa utakwenda kwenye harakati zako. Mjomba, nakusikiliza mjomba. Nilifika pale nyumbani tangu nitoke chuoni. Mama aliniambia kuwa unanihitaji, ulikuwa unaniulizia. Ni kweli? Nilikuulizia na bado nitaendelea kukuulizia kwa sababu nina shida na maongezi na wewe. Kwanza namshukuru Mungu kwa umeweza kufika tena mahali hapa kwa ajili ya kuja kuongea na mjomba wako. Blaza, oya. Samahani hapa pini hapa. Dogo vipi usiku? Blaza sio usiku, asubuhi. Sawa, nililewa sana jana bwana dogo. Shida nini? Karibu. Shida nini mdogo wangu? Basi nashukuru kwa kupata nafasi hii. Sasa bwana mjomba, naam. Bwana mamako alikuja alinifuata. Na nia ya kunifuata ni kwamba nasikia bwana wewe mjomba unataka kuoa. Lakini kuoa kwake ni kama wewe unashinikizwa kuoa. Sasa kwa yule binti ambaye unatakiwa kumuoa wewe, siwezi kusema ni chaguo lako. Ni kama unaelekezwa, unafuata maelekezo ya mzee wako ambaye ni shemeji yangu mimi. Sasa jaribu kuangalia na upande mwingine. Kwa upande wako wewe, moyo wako unasemaje? Asante. Shida nini? Brother mimi na kipengele. Kipengele gani? Jana nikatiza pale kati nilikuwa nimepiga mshindo. Na kutana msela nimepiga mshindo kaja kaninyang'anya mazaga yote kanipola hadi shati ninavyokuambia yani. Kwa hiyo sasa wewe ukachukua kisheni gani? Nichukue shikeni gani? Mimi si mwezi kanizingua. Ulishindwa kumdhibiti? Mimi mpaka nakuja kwako nimeshindwa, bado nisaidie. Dogo, umesikia? Unajua mjomba, ni kweli na kama unavyojua mimi nilikuwa sipo hapa. Nilikuwa masomoni, chuoni na nilivyorudi maana ndo nimepokea hizo taarifa. Lakini nafanya haya yote kwa sababu ya baba. Baba na yule mtani wake wameshaunganisha undugu wa namna hiyo. Sasa undugu naona umeenda mbali ya kwamba mimi ni muoe yule binti. Kwa sababu tangu tukiwa wadogo tulikuwa katika ile hali ya uchumba, hali ya kuitana labda mpenzi na nini, mpaka wakati ambao nafikia kwenda chuoni. Lakini binafsi kweli mjomba, yule binti nilimpenda sana. Na kidogo bado nampenda. Lakini siwezi kuwa na maamuzi yangu moja kwa moja ya kwamba nifanye kitu fulani. Lakini baba ndiye ananishinikiza hili jambo zaidi. Kuna silaha mbili naweza ngakupa au mawazo. Uko tayari? Mawazo nini tendo kamzingue? Mimi na nguvu kuliko kijiji chote hiki. Umekiona kijiji hiki? Chote kinanijua mimi ni nani. Sawa? Wewe mwenyewe unajua? Ndio najua, mimi nakujua. Sasa cha kufanya inatakiwa tuondoke sasa hivi, mimi na wewe, mguu wako mguu wangu, mpaka kwa jamaa. Roho yake yeye itakuwa bari yangu mimi humo ndani. Sinajua tabia yangu. Sasa mjomba, usije ukasema haba mimi ninaongea vitu kwa lengo la kukataa wewe usioe yule mwanamke. Ila ni kwamba kwa muda ambao wewe umeenda kukaa shule, upo chuo,
yule mwanamke kiukweli kwa mtaani hapa au tuseme kijiji hiki wengi sana anamjua. Ni wanaume wengi sana ambao wamekwenda kumfuata yule binti. Kwa hiyo sidhani kama kuna baadhi ya wanaume ambao wameweza kuwakatalia. Yaani kama kawakatalia ni baadhi. Ila wewe mwanamke ni anajulikana sana hapa. Kwa hiyo kwa mimi kwa upande wangu mimi siwezi kushauri kumwoa yule mwanamke. Basi mjomba, mimi nimekuelewa, lakini sasa kwa sasa hivi basi tufuate tu maamuzi ya baba kwanza. Alafu yatakayojiri mbele basi Mwenyezi Mungu ndiye anajua. Naomba kabisa mjomba tusipishane na kauli ya baba kwa sababu mnamfahamu vizuri. Kwa hiyo nakuomba mjomba. Najua ushauri wako umenishauri vizuri na nitaufanyia kazi. Basi isiwe shida. Mimi nitajaribu kuja kuongea na shemeji pale. Tujue wapi tunaweza tukafikia. Ila kama yeye ameafiki atakazania msimamo wake, nitakuwa sina namna. Nitakiwa tukubaliane tu na kitu ambacho yeye anakitaka. Sawa mjomba, haina shida. Basi sawa mjomba wangu. Mwenyewe nilikopo natoka hapa. Nipo nataka niende nikamwone dada kule. Basi sio mbaya kwa kuwa tumekutana hapa. Tunaweza tukaongozana. Tukaongozana haina shida mjomba. Sawa. Na mazingira ya huko bwana nimekuja tu nimeanza kuumwa mafua. Inoposa. Oh posa. Inoposa na. Usijokaniacha. Nitalia sana. Nitalia sana. Oh posa. Inoposa. Oh posa. Inoposa. Posa. Inoposa. Posa. Inoposa. Sasa bwana shemeji. Niambie bwana. Nimekucheka kwenye simu kwa ajili ya lile jambo lile ambalo nilikuambia mbaya. Eric, yule mwanangu Eric yule. Nataka tukapose pale kati. Unajua? Kwa mtani wangu pale. Lakini yale mapenzi ya utoto, tushikane mikono tuendelee, hadi ndo changamoto nikikumbuka mie. Hivi kweli unitaki au unitaki kabisa? Posa, inoposa. Oh posa, inoposa na. Usijokaniacha, nitalia sana, nitalia sana. Oh posa, inoposa.